Asanteni. Huyu ni mtaalamu wetu wa afya. Ukisimamia kwa hapa hivi, ukicheza hapa wageni waliko wanakuona vizuri. Watu wa afya utawajua tu. Watu wa afya wengi huwa hawana vitambi, kweli sio kweli? Watu wa afya hata wakiwa na kitambi kinaashiria afya vizuri. Wanaomfahamu Dr. Profesa Janabi ile boss kabisa wa masuala ya afya. Hebu anyoshe mkono hivi. Mmeshapata habari zake. Yes, sasa ukimwangalia tofauti yake huyu kijana yule mzee. Kwa hiyo yuko tayari kuzungumza na sisi kwa masuala mazima ya afya. Ndugu yangu mtaalamu Likidani Kiana, karibu uzungumze na wageni hawa kupitia Eternal International kwenye habari nzima ya afya. Mungu akubariki sana. Karibu. Amen. Asante sana MC. Habari za saizi. Wageni tupigiane mikono. Wenyeji tupigiane mikono. Waliofanya mazoezi asubuhi tupigiane mikono. Waliofanya mazoezi jana jioni tupigiane mikono. Ambao hajafanya mazoezi kabisa punga mkono. Asante sana kwa ukaribisho huu. Mimi naitwa Bigdad Kiana Mkiwa, almaarufu kama Dr. Miki. Nafahamika kama Dr. Miki. Kwa hiyo ukiondoka leo utasema leo nimekutana na Dr. nani? Dr. Miki. Meza kuu nanyenyekezwa sana pamoja na ndugu viongozi. Naomba nielekee moja kwa moja kuzungumza mambo machache sana. Sitaongea sana leo. Nitaongea mambo machache. Kwa mujibu wa tovuti ya HFRS inasema hivi: nchi yetu ya Tanzania ina takriban vituo vya afya 13,430. Nimesemaje? 13,430. Hizo zinatambulika rasmi kama taasisi za afya. Na katika hizo taasisi 182 zinafahamika ambapo zipo katika ngazi ya mkoa wa wilaya. Hospitali 180 ngapi? 2 zipo katika ngazi ya mkoa wa wilaya. Na nyinginezo 50 katika hizo nilizotaja hapo mwanzo ni hospitali ambazo zipo katika ngazi ya mkoa. Na kwa mujibu wa utafiti uliofanyika mwaka 2023 mpaka sasa hivi Tanzania yote ina takriban vituo vya afya 430. Wageni tuko pamoja? 400 na ngapi? Na 30. Lakini kinachonifanya nishangae zaidi mpaka sasa hivi ni idadi ya vifo vya watu. Licha ya juhudi zote za serikali kuweka mikakati kwa ajili ya kuokoa uhai wa watu wanaoshambuliwa na magonjwa mbalimbali, bado ongezeko la vifo limezidi kuongezeka siku hadi siku. Na ukiachana vifo vingine, takriban vifo 124,000 vinasababishwa na matatizo ya magonjwa yasiyoambukiza. Nimesemaje? Vifo 124,000 vinatokana na watu waliopata matatizo ya magonjwa yasiyofanya nini? Yasiyoambukiza. Sasa hivi matatizo yasiyoambukiza yana jina maarufu ambayo yanafahamika kama magonjwa sugu. Napozungumzia magonjwa sugu ni yale ambayo hayasikii dawa. Halo? Hayasikii nini? Miaka 2000 kipindi cha nyuma, ugonjwa hatari zaidi ambao ulikuwa unawakabili watu ulikuwa ni virusi vya ukimwi, si ndio? Na ilikuwa inasemekana kwamba ukimwi hauna dawa. Leo hii imekuwa vice versa. Kwa sababu jamii tunayoishi ndani yake kuna watu ni watumwa wa dawa mpaka wanaenda kaburini.
hakuna siku ambayo mtu amefikia hatua akasema nimepona tatizo langu. Na unapozungumzia matatizo sugu, inawezekana wewe ambao umefika hapa unaweza usielewe, lakini ambao unafahamu unaelewa zaidi. Unapozungumzia matatizo sugu, ni kama vile matatizo ya mfumo wa damu, pressure, kisukari, stroke, sibeni ndugu zangu. Matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, vidonda vya tumbo, na hata siku moja unaweza kusikia mtu ameenda pharmacy akanunua dawa vidonda vya tumbo akatumia na akapona. Nani ambaye msikia mtu kama yeye anashindwa? Wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo matatizo sugu yameendelea kuchukua uhai wa watu wengi, na kwa kukosa maarifa ni kwamba watu wamekuwa wakifikiria ya kwamba American medicine ndio suluhisho pekee kuondoa matatizo yao. Napozungumzia American medicine, nazungumzia hizi dawa za hospitali. Tuko pamoja wageni? Dawa za hospitali zinaleta nafuu, haziondoi nini? Tatizo. Utatumia leo, utajisikia nafuu, tatizo liko pale pale. Suluhisho pekee la matatizo sugu ni tibalishe. Tuko pamoja? Mpaka sasa hivi nipo kwenye tasnia ya afya takriban miaka 4. Nyuma yangu watu ndio wahudumia kwa tibalishe ni zaidi ya 150. Tuko pamoja? Na katika hao miongoni mwao walikuwa wanasumbuliwa na kisukari, katika hao miongoni mwao walikuwa wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo, wengine walikuwa na matatizo ya joint, macho, allergy. Kuna mtu akipita barabarani vumbi linamsumbua. Watu wengi sana nyuma yangu wamepona matatizo sugu kwa kutumia nini? Tibalishe. Halo? Sasa basi, nataka niseme nini? Nataka niongee pointi moja ambayo itakusaidia wewe unafika leo. Na unatakiwa kushukuru Mungu sana kupata elimu hii. Ukitoka hapa, basi una maarifa haya na kuwafahamisha watu wengine. Naomba nieleze tofauti ya tibalishe na dawa za hospitali. Tuko pamoja? Tofauti ya kwanza, tibalishe zimetengenezwa kwa kufuata viungo vya asili. Mimea, matunda, mboga mboga pamoja na mizizi. Lakini dawa za hospitali zimetengenezwa kwa kutumia kemikali. Umeelewa tofauti? Tofauti ya pili, tibalishe zenyewe zinaenda kuratibu mfumo wa mwili. Mtumiaji anapotumia zinaratibu mfumo wa mwili, alafu mwili unajitibu wenyewe. Halo? Sababu kiungo cha mwanadamu chochote mwilini kina seli. Kwa hiyo supplement au tibalishe zinaenda kufufua seli zilizokufa, alafu seli zile ndio zinaenda kupambana na magonjwa, na huyo mtu anakuwa amefanya nini? Amepona. Lakini dawa za hospitali zinaenda kuondoa dalili. Nimesemaje? Zinaenda kuondoa nini? Dalili, lakini zinaacha side effect katika baadhi ya viungo vya mwili. Kwa mfano, unapata maumivu ya kichwa. Kichwa kuuma kuna sababu. Tuko pamoja wageni? Inawezekana unauma kichwa kwa sababu hewa ya oxygen haijafika kwa ubongo. Unapoenda kutumia pana, unaenda kukuambia ubongo wako kwamba acha kupigia kelele. Tuko pamoja? Kwa baada ya dakika 3 yale maumivu yanafanya nini? Yanaondoka. Lakini umesababisha tatizo lingine. Kumbe suluhisho ilikuwa ni kwamba damu yako ilikuwa ifiki kwa wakati kwenye nini? Kwenye ubongo. Au kunywa maji kwa wakati. Kumbuka damu inahitaji maji kusafisha oksijeni na virutubisho vingine. Kwa sababu umechelewa kunywa maji, unakimbilia kutumia nini? Kemikali. Kwa badala ya kuondoa tatizo, umeenda kusababisha tatizo lingine. Tofauti ya tatu kati ya tibalishe na dawa za hospitali. Tibalishe unapoitumia unaenda kutibu chanzo cha tatizo lenyewe, lakini pia unaenda kuimarisha immunity, kuimarisha kinga za mwili. Lakini dawa za hospitali zinaondoa dalili peke yake na kuleta side effect katika viungo vya mwili. Ndio maana watumiaji wengi wa dawa za pressure, dawa za kisukari, dawa za vidonda vya tumbo mara nyingi wanadondokea kwenye tatizo la kupata changamoto ya homa ya ini,
Tuko pamoja? Kwa sababu gani? Zile kemikali zinafyonzwa na ini, kiungo pekee katika mwili wa binadamu ambacho kinanyonya sumu zisizohitajika ni hili. Tuko pamoja? Kwa hiyo unakuta umetumia dawa za hospitali mfululizo, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, zile kemikali zinaenda wapi? Zinaenda kwenye viungo vingine. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba huyo mtu alikuwa anasumbuliwa na kisukari, lakini matokeo yake sasa akapata tatizo la homa ya nini? Ya ini. Wangapi tuko pamoja jamani? Sasa siku hii ya leo naomba niwasilishe tibalishe ambazo ziko mbele yetu zinazozalishwa na shirika la afya la Eternal International. Eternal International ni miongoni mwa taasisi ambazo zinafahamika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imesajiliwa kama clinic na inatoa huduma zake mikoa yote Tanzania. Na product pekee ambazo taasisi inazalisha zimewekwa mbele yetu hapa, baadhi ya product chache nitaelezea moja baada ya nyingine. Kwa mfano, nikichukua product niliyoona hapa mbele. Product hii ni ya capsules. Inafahamika kama full supplement, ya jina lake inaitwa Soybean Soft Gel. Hii Soybean Soft Gel ni product kama nilivyosema hapo mwanzo, imetengenezwa na mimea, si ndio? Kazi yake kubwa ni kuwasaidia wanawake jinsia ya kike ambao wanasumbuliwa na matatizo ya mvurugiko wa homoni. Tunafahamu watu wengi wanatumia antibiotic, wanatumia azuma, baada ya muda tatizo linakuwa mara ngapi? Ya pili. Kwa hiyo hapa Soybean inaenda kubalance homoni zako ziwe normal. Na kuna watu ambao mpaka dakika hii ninazungumza wanalalamika hawajapata ujauzito kwa muda mrefu. Mwaka wa kwanza yuko kwenye ndoa, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Soybean inaenda kukusaidia wewe. Inaenda kufanya ovulation, kukusaidia kupata nini? Ujauzito. Halo? Lakini pia inaenda kukupatia muonekano mzuri kama mwanamke. Kwa sababu homoni zako zinapokuwa sawa, hata mwili wako wote unakuwa ni sawa. Lakini kwa uchache kabisa, kulingana na mwenyeto wa muda wangu, ninayo product pia ambayo inafahamika kama high calcium protein powder. Nazungumza katika kani ambayo watu wengi wanasumbuliwa na matatizo ya nyonga, miguu inakufa ganzi, pingili zimesagana na kadhalika. Matatizo ya mifupa, ndugu zangu, hayatibiwi kwa kutumia dawa za kemikali. Tuko pamoja? Matatizo ya mifupa yanatibiwa kwa kutumia tibalishe peke yake. Suluhisho pekee ambalo limebaki la matatizo ya mifupa ni moyo. Nenda kawekewe vyuma. Tuko pamoja? Na ukiwekewa vyuma, tafsiri yake ni kwamba sio suluhisho la kudumu, kwa sababu kwa asili mwanadamu ameumbwa viungo viwe vinajitegemea kulingana na uasili wake. Kwa mfano mkono ulionao huu ni kumkunje hivi. Unaona mkunje hivi? Kinachosababisha nikunje hivi, katikati kuna maungio yanafahamika kama cartilage au gegeni. Tuko pamoja wageni? Tuko pamoja? Kwa hiyo hivi viungo vinapokuwa vimelika, vinapokuwa vimesagika, uteute umeisha. Kwa unapokuwa unafanya hivi nasikia maumivu, aidha kwenye nyonga au kwenye joint. Kwa hiyo sasa ili niweze kupona ile tatizo, sitaki kutumia kemikali. Na kama nikitaka suluhisho la kawaida, inabidi niwekewe nini? Vyuma. Lakini tafsiri yake ni kwamba ukiweka chuma kwenye maungio, bado wewe utaendelea kwa mtumwa wa dawa. Kwa nini? Sababu maumivu yanafanya nini? Hayataisha. Sababu mfupa ukutana na chuma, maumivu yataendelea kuwa pale pale. Kwa suluhisho pekee tibalishe. Hii hapa product inaenda kuzalisha gegeni zilizolika, zile cartilage. Lakini pia inaenda kuleta uteute katika viungo vyako. Lakini pia inaenda kuondoa side effect ya ile msuguano katika joint zako. Imetengenezwa na mchanganyiko wa madini mbalimbali ya calcium, zinc pamoja na madini mengineyo. Na kwa ufupi ni kwamba utakapotumia hii product, tatizo la maumivu kwako unakuwa limefanya nini? Limeisha. Tuko pamoja wageni? Kwa hii product inapatikana ndani ya taasisi ya Eternal International, na utakapokuja kuhitaji hii product utapata huduma yote kwa uzuri zaidi. Na hapa kumalizia ni kwamba katika ulimwengu ambao tunaishi tunakula vyakula mbalimbali, vinywaji, hewa chafu inayovuta na kadhalika. Ndio sababu kubwa ya matatizo sugu.
mtindo mbaya wa maisha ndio kupelekea sisi kupata matatizo nini? Sugu. Kwa hiyo kuna product ambayo ina base na mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula. Product hii ni special kwa wale watu wanaosumbuliwa na bacteria wa H. pylori. Hapo nazungumzia wale matatizo ya vidonda sugu. Nazungumzia wale watu ambao wana matatizo ya constipation, hawapati choo. Nazungumzia wale wana matatizo ya tumbo kujaa gesi. Muda wote gesi imejaa tumboni. Anapata kiungulia, anabagua vyakula. Ni mtu ambaye anasumbuliwa sana na matatizo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hii product, kitu chochote ambacho hakihitajiki mwilini kinaondolewa. Tuko pamoja? Kitu chochote, aidha vidonda vya tumbo au tatizo la bawasiri au tatizo la tumbo kujaa gesi, utakapotumia product hii, yale matatizo yote yanaondoka. Kwa hii product utaandikiwa kulingana na maelekezo ya kitabibu baada ya matibabu ya vipimo kutoka maabara. Lakini